Haman Kamariki amekuandalia hayo na mengine katika makala ya kila wiki ya Shoka la KTN. Karibu katika Shoka la KTN. Hebu tutazame video hii hapa. Alafu tazama hii nyingine tena. Gari limekunjika kama karatasi, mwili umelala barabarani. Hii si mara ya kwanza hii. Na kwa bahati mbaya haitakuwa ya mwisho. Unajua nini? Wakenya wakati mwingine sisi ni watukutu kabisa. Mwaka huu kulingana na takwimu, visa vya ajali na vifo barabarani vimepanda zaidi kuliko mwaka jana. Barabara zinasema hivyo. Mochari zinasema hivyo, lakini hatuoni vivukio vya wale ambao wanatembea kwa mguu vimewekwa, lakini tunavikwepa tu. Tunaacha au tunachagua njia za mkato kana kwamba tuna haraka sana na maisha yetu hayana thamani. Nilikuwa nimekaa hapa nikibeba watu, unaona. Sasa kuna madamu aligongea tu hapa chini ya flyover akipita. Bara pite juu alipita chini. Ni hali ya kazi, unapata wamechelewa kazi. Hii kitu ni refu kitambo umalize, time pia ndio imeenda. Wana risk sana. Mimi siwezi washauri waendelee kuvuka barabara, juu wana risk. Na wenzangu ambao ni marafiki bodaboda, sheria hawazitambui au tuseme wameamua kuzidharau tu. Bora wao wamepita. Unaendesha gari, unamwona anakuja tena yuko katika njia ambayo haifai. Barabara ni yao hawa jamaa. Njia ni yao. Kila mtu ajistiri. Tukisafiri hatufungi mikanda ya usalama. Tunajazana garini kama mizigo. Abiria wanasimama, wengine wanakalia viti vya plastiki au sambaza, watoto mapajani, alafu ajali ikitokea, tunasema kitu kimoja. Ni bahati mbaya hiyo. Na wenye magari nao pia upande mwingine hawajali. Magari hali mbaya kweli na yako barabarani. Hayana breki, hayana taa, hayana mikanda ya usalama. Lakini bado yanapita ukaguzi. Kwa nini jamani? Kwa sababu mfumo umeamua kufumba macho. Matatu inazidisha abiria, polisi anaona, anaongea kidogo, anasongea karibu na dereva, anapokea kitu pale, alafu anapapasa mkono wa dereva, safari inaendelea. Alafu kipi kinafanyika? Mtu anakufa. Na NTSA wako wapi maafisa hawa? Maafisa wao wafisadi, kazi yao ni ipi jamani? Kulinda maisha au kukusanya hela? Ukaguzi wa magari umegeuka karatasi tu. Leseni zinatolewa, vibali vinapigwa muhuri, hata kadi ya kuendesha gari inapeanwa mlango nyuma kwa hongo. Ukiwa na pesa unapewa hata kabla hujaenda darasani kusoma. Lakini barabara zinaendelea kuwa makaburi ya wazi. Ajali ikitokea tunalia, kisha baadaye tunazika, alafu baadaye tunapiga picha. Kesho tunarudi barabarani na tabia zile zile. Na kinachoumiza zaidi, hakuna anayeweka au anayewajibika. Faili inafunguliwa, wanafanya nini hawa? Wanaanzisha uchunguzi. Alafu baadaye unazikwa. Maisha wa Kenya yanahesabiwa kama takwimu ya kawaida. Hatuwezi kuendelea kuishi taifa linalosema ajali haina kinga, ni bahati mbaya, wakati tunajua kabisa kinachotuua ni uzembe. Hatuwezi kuhalalisha rushwa kwa jina la kazi. Hatuwezi kukubali uhai wa binadamu uwe bei ya chai. Raia lazima abadilishe tabia. Madereva nao lazima waheshimu sheria. Bodaboda nao lazima wakome kuchezea maisha ya watu na hata maisha yao pia. Polisi wa barabarani lazima wawajibishwe. Na NTSA lazima ichague wazi pesa au maisha ya Wakenya. Alafu kuna wale ambao wanaenda kuendesha gari au pikipiki wakiwa wamelewa. In countries like United States, countries abroad, countries that are developed, anytime anybody takes a few drinks and the owner of the facility, like the club, realizes this person is getting too drunk, they are allowed to take the keys, confiscate the keys, and if he refuses, they can even call the police. Na hilo ndio shoka la KTN. Lakini kabla niondoke, hebu nikupe hadithi kidogo. Kuna rafiki yangu ambaye ameenda kukaa na wazee kunywa uji. Alafu akaamua kwa sababu anatii sheria, akaamua ataenda kwa kutumia gari ambalo si lake. Akaenda akawacha gari lake nyumbani. Baada ya kunywa uji, akaitisha gari la teksi likampeleka nyumbani. Cha kushangaza,
gari la teksi lilipokuja, mwendeshaji wa teksi ni mlevi. Yeye ameacha lake kwa sababu hataki kuendesha akiwa mlevi, lakini hapa ataendeshwa na mlevi. Cha kushangaza, jamaa huyu wa teksi alikuwa ashapita katika vituo vya polisi waliokuwa barabarani, wakalipitisha gari lipite. Na hilo ndio shoka la KTN. Jina langu ni Haman Kamariki. Kikosi kinachojumuisha maafisa kutoka mamlaka ya usalama na uchukuzi nchini NTSA kwa ushirikiano na maafisa wa idara ya trafiki nchini wamefanya msako wa magari kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Nakuru, wakilenga magari mabovu na madereva ambao hawazingatii sheria za trafiki. Msako huo umelenga kupunguza ajali za barabarani katika msimu huu wa sherehe. Clement Masombo anaarifu zaidi. Kulishuhudiwa